Karibu tena katika simulizi yenye ladha ya kipekee, Muhuri wa Chapati. Sehemu ya 3 ilitufikisha pale ambapo mfalme kwa hasira na hofu aliwaamuru walinzi wake waaminifu wamtafute binti yake aliyepotea ghafla. Lakini mpenzi msikilizaji, unajua nini? Binti huyo wa kifalme kwa sasa yupo mbali kabisa na mji wa kifalme. Yupo kwa kijana wa kawaida, mpishi wa chapati, John Bitto. Usiondoke hata sekunde moja, maana hapa ndipo utamu wa simulizi unapoanzia. Karibu sana kwenye sehemu ya 4 ya Muhuri wa Chapati. Miale ya alfajiri ilianza kuchomoza, ikipenya katikati ya mitende na miembe iliyozunguka kijiji cha Marchana. Huku walikuwa wameanza kuwika na harufu ya ardhi iliyolowana na umande ilienea hewani. John Bitto aliamka mapema. Kichwa chake kilikuwa na mawazo mengi. Alikuwa amemwokoa binti wa kifalme, lakini hakujua kuwa ulimwengu wa kifalme haukumsahau. Hatari ilikuwa inamnyemelea kwa kasi kama upepo wa jangwani. Aligeuka na kumtazama Princess Novula. Alikuwa amelala kwenye mkeka wake wa nyasi. Uso wake ulionekana mtulivu, lakini hata katika usingizi wake alionekana bado anatafakari aliyompata. Alikuwa amezaliwa kama malkia, lakini usiku mmoja wa maisha ya umaskini ulikuwa umebadili mtazamo wake. John alinyanyuka, akatoka nje kunawa maji usoni. Lakini kabla hajamaliza, kelele zilisikika kijijini. John alisimama, moyo wake ukidunda kwa kasi. Macho yake yalielekezwa barabarani ambako watu wa kijiji walikuwa wakikimbia huku na huko. Alipowatazama vizuri, aliona walinzi wa kifalme wakiwa wamevalia mavazi rasmi, mikuki yao iking'aa kwenye mwanga wa asubuhi. Mfalme ametuma ujumbe. Mmoja wa walinzi alipaza sauti. Binti wa kifalme ametoweka. Yeyote aliyemficha atakiona cha mtema kuni. John alihisi tumbo lake likivurugika. Hakuhitaji kuuliza mara mbili. Walikuwa wanamtafuta Princess Novula. Tumepewa amri ya kupekua kila nyumba, mlinzi mwingine alitangaza, macho yake yakiwa makali kama ya mwewe. John alijua hawakuwa na muda mwingi. Aligeuka haraka akaingia ndani. "Novula, amka," alisema kwa sauti ya haraka. "Wanakuja si watu wa masihara." Princess Novula alishtuka kutoka usingizini, macho yake yakiwa na mshangao. "Kuna nini?" "Wanalijua hili eneo sasa. Hatuwezi kujificha tena," alisema John Bitto. Lakini kabla hajamaliza kusema, mlango wa udongo ulilipuka kwa mateke mazito. John alisimama wima, uso wake ukiwa mkakamavu. Walinzi watatu waliingia wakimwangalia kwa dharau. "Nani wewe, maskini wa kijiji, unayeweza kuthubutu kumficha binti wa kifalme?" Mmoja wao aliunguruma. Princess Novula alijaribu kujitetea. "Ameniokoa, umuache," alipaza sauti akisema, "Tafadhali msimdhuru John Bitto." Lakini hakuna aliyejali. John Bitto alipigwa kwa pigo moja la nyuma ya panga, akaanguka chini, damu ikianza kumbujika kutoka kwenye paji la uso wake. Walinzi walimvuta nje, huku Princess akilia na kupiga kelele. Macho ya wanakijiji yalijaa hofu. Wengi walikuwa wakimfahamu John Bitto kama kijana mpishi mwenye ndoto kubwa, lakini sasa ilionekana
kama mhalifu aliyepoteza matumaini. Walinzi walimtupa kwenye nguo za kifalme za rangi ya damu, ishara ya mfungwa wa mfalme. Mpelekeni kwa mfalme, hukumu yake inamsubiri. Na hivyo ndivyo John Bitto alivyopelekwa kifungoni, akiwa amejeruhiwa lakini bado ana ndoto zake moyoni. Mpenzi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu ya Muhuri wa Chapati. John Bitto amepelekwa kifungoni, hatima yake haijulikani. Sehemu inayofuata itatuelekeza ni nini kinaendelea katika safari ya John Bitto. Mimi ni Kali Jayara. Tukutane tena katika sehemu ya 5 hivi karibuni. Asante kwa kunisikiliza.